Yes, sababu kubwa naweza kusema ni uzembe. Yes, ndio ambayo hata leo umenileta hapa. Okay. Yeah. Kivipi sasa tufafanulie? Kila mtu ana plani zake, kwa hiyo mimi nilidhani nikifanya vile kitu changu kitenda jinsi ambavyo nilitarajia. Na kweli kimepokelewa jinsi ambavyo kilitarajiwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa upande huo. Okay. Yes. Ni kwenye page tu au kuna sehemu zingine umefanya usafi kama huu? Kote. Na wapi? TikTok. Okay. Yes, Facebook. Yes, ndio mitandao ambayo nadhani ni mikubwa na Instagram. Okay, pateni wasanii wa Singeli wanaibukaga kwa wingi ghafla na mafanikio alafu baadaye wanapotea. Wewe unafanya nini cha ziada ambacho kinakusababisha au kinakupa nguvu mpaka leo tunakuona? Cha kwanza kitu ambacho watu wanatakiwa wajue, mimi niko mwenyewe. Kwa hiyo mimi mwenyewe siwezi nikakubali niende chini wakati ni mimi mwenyewe ndo najisimamia. Ni kitu ambacho siwezi kuruhusu kutokea kwa upande wangu. Labda Mungu aseme sasa pateni wewe mwaka mmoja unakutosha, wacheni wengine. Hapo sasa sitobishana na Mungu. Lakini mpaka sasa hivi kwa nguvu ya binadamu hatoweza kunishusha. Kwa sababu najua nguvu ninayojiwekea na najua nguvu ambayo natarajia kujiwekea mbele. Kwa hiyo namshukuru Mungu na watu wananisupport, wazidi kunisupport. Vitu viko vingi vizuri. Yes. Ukisema kwa mwenyewe unakuwa na maanisha nini? Yaani kwenye timu yangu sisi kuna watu hao ni mimi na DJ basi. Okay. Yeah. Hauna management? Sina management. Na staki. Kwa nini? Unajua kwa sababu management itataka kuwekea pesa yake. Na mara nyingi kila chenye mwanzo huaga kina mwisho. Nikiingia kwenye management, mwisho management itafika. Na mwisho wake unakuwa ni mbaya. Hamwezi mkaachana tu ni kwamba bosi aache hela na kuona wewe ni hela. Wakati kasha na yeye mwanzo aliweka hela, kwa hiyo ndio mtaanza mambo kuchukua na account na mtaji wa msanii upo kwenye account, asikudanganye mtu. Na mimi kitu kama yupo manager ambaye atakubali aje anisimamie nisimpe vitu vyangu, mimi niko tayari hata sasa hivi hapa. Lakini watu wengi wanakuja na kiblia kwenye account kwa sababu ndio brand yenyewe ya msanii. Na mimi sitaki kitu kama hicho kinitokee kwa sababu sina kitu ambacho nakishindwa kwa sababu video zangu za 50 na shoot. Kitu gani kingine ninachohitaji? Lakini ukiniambia masuala kunichukulia account tena na mimi ndo mtaji wangu ambao nautegemea ni kitu ambacho kiwezekana. Ndio maana masuala ya manager kidogo nimeweka pembeni. Yes. Kwa management uliokuwa nayo umeshindana kwenye masuala ya account au kuna sababu zingine? Sijawahi kuwa na management. Okay. Lakini sinaona kwa wenzangu. Kwa hiyo sitaki kufanya makosa ambayo mimi nayaona. Hata Mungu mwenyewe ataniadhibu. Yes. Na kipindi ulikuwa unasupportiwa na Zuchu, kwani ameacha kukusupport sasa hivi? Hapana, mtu akusupport sio lazima apost. Okay. Yes. Mara nyingi huwa ni mtu ambaye anasupport hata nyimbo zangu nyingi kabla sijatoka lazima nimtumie yeye azipitishe. Yes. Kwa kila kitu utakayoona basi Zuchu kaipitishe. Okay. Vipi kama yeye akijitolea kuwa meneja wako labda au akutafutie wewe management au ingie kwenye management na yeye inakuwaje? Kitu ambacho anatakiwa ujue Zuchu ana akili kubwa sana ambayo mimi mwenyewe hata sijata yani Mungu tu ndo kamjalia kuwa vile. Kwa hiyo paka ananishauri mimi niwe kwenye management yake basi kashawaza kitu na kuna kitu tayari atanishawishi paka mimi nikubali. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana IQ kubwa sana. Yes. Na ni ngumu kiasi gani kufanya kazi kivyako peke yako bila kuwa na management? Ni ngumu kwa sababu kuna muda mambo yanakuaga mengi pia kusahau. Unaweza ukaitwa kwenye interview. Uzuri watu wa interview wanakuchekiji wiki moja kabla. Kwa hiyo siku ile hiyo unapigwa interview 2 lakini kipindi unapigiwa ni siku 2 tofauti. Kwamba leo mtu kakupigia Jumatano, bwana kuna interview Jumaa, mwingine alikupigia Jumatatu kuna interview Jumaa. Unawakubalia wote ushasahau kama kuna moja. Yes, lakini ukiwa na management vitu hivyo hapo vinakuwa ni rahisi kwa upande kwa sababu mnakuwa watu wawili. Yes. Okay, kimafanikio. Pateni yule wa Fande na huyu wa sasa hivi. Uko vipi yani kwa rate? Nitakuwa ni muongo jamani. Mimi niko vile vile. Yes, kikubwa wazidi tu kunisupport kwa sababu nikisema nimefanikiwa bado. Lakini kwa hapa nilipofikia namshukuru Mungu. Yes. Okay. Kwenye tasnia unavyoiona mambo ni mengi yanaendelea, ushindani ni mkubwa. Wewe kama kijana una mipango gani au unafanya nini ili kuweza kushindana na vita za wasanii kwa wasanii? Kwanza kitu ambacho kinanifanya mpaka sasa hivi mimi niwe hapa ni hivyo hivi. Hivyo bwana. Kwanza ukiwa msanii kama una roho ndogo unakufa. Ukiwa msanii kama una roho ndogo unakufa kwa sababu vitu ambavyo vinatokea unasema Mungu, nitalienda kweli hili.
lakini linakuja ukiwa ngangari na linapita na litakuja nyingine kubwa. Unaona bwana, yani vita ni kubwa sana kwenye upande wetu wa tasnia ya muziki. Hata kwenye habari nadhani vita inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tunamwomba tu Mungu siku ziende. Yes. Kwa nitoka umeanza mpaka sasa hivi kuna siku ulishawahi kuona unakata tamaa kabisa ya kuendelea mbele? Yes. Ilikuwaje? Hamna, vitu ni vingi sana yani hata nje ya muziki. Yani vitu vinakuwa ni vingi sana kwa sababu ukiachana na muziki mimi pia naishi maisha yangu ya kawaida. Kwa hiyo maisha yangu ya kawaida yanahusiana na muziki. Nikiona maisha yangu ya kawaida yanaenda karibu muziki na waza itakuwaje. Unaona? Kwa hiyo nawaza mbali. Lakini mpaka sasa hivi sija kukata tamaa na naendelea kusongesha gurudumu. Okay. Unahisi ni kwa nini singeli haiendi mbele zaidi kama linavyokuwepo Afrobeat au amapiano? Sababu kubwa inakuwa ni ipi? Kimataifa. Yes, sababu ya wasanii wa singeli hatuendi mbele. Tuna kitu cha kuridhika. Yaani ukiridhika kwenye kitu chochote kinakwama. Na kikikwama hakiwezi kikaendelea tena. Unaona? Lakini mimi nadhani muziki wa singeli sijajua kwa nini mpaka sasa hivi bungeni hawajatusaidia kupitisha kama ni muziki wa taifa. Hilo nalo lingekuwa ni mojawapo ya sababu ya muziki wetu kwenda mbali, kwa sababu ni muziki ambao unapendwa, umepokelewa, tangia upokelewa hujawahi kuchuja, lakini watu tupo tu na hatukui. Unaona? Cha kwanza ni sisi wenyewe ndio tunasababisha hatukui, kwa sababu njia ya kwanza mafanikio ni wewe mwenyewe. Sisi wenyewe tumejiweka vibaya sana kwa upande wetu. Tunajidharau kwa kuwa sisi ni wasanii wa singeli. Na pia watu ambao wapo kwenye industry wanatudharau pia sisi watu wa singeli. Kwa sababu unaenda kwenye show singeli nakwambia watu wa singeli tu hapa 200,000 tu. Unaona, ukija kuuliza kwa Bongo Flava na mtu kapa milioni 10. Kwa hiyo nyie pia watu wa industry ndio mnatuwezesha sisi muziki wetu kufika mbele zaidi. Mkitukomesha nyie na sisi tunakuwa hata sisi tukijikwamua. Yes.